Ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Afrika, niko hapa kuzungumzia kuhusu masuala yetu ya misaada. Je, na maswali yangu kama mawili matatu hivi. Je, sisi ni wale ambao bado tunapokea vyakula kutoka nchi za nje kwa ajili ya kuwapa wanafunzi wetu shuleni? Je, sisi ni wale ambao bado tunapokea mikopo kutoka nchi za nje aliyakuwa tuna migodi ya dhahabu nchini? Sasa tuzungumzie kwanza swala hili la vyakula. Vyakula, tuna ardhi kubwa Dodoma, Shinyanga, Singida, Msoma, baadhi ya maeneo mengi makubwa sana ambayo sisi tunaweza kulima chakula na tukajitegemea. Je, wabunge wetu wanaopewa gari ya milioni 400 na wakulima wanakosa matrekta ya kulimia huko vijijini, mnaonaje kwa kwamba hizo pesa wabunge wapunguziwe magari, wasipunguzwe mishahara wao, angalau magari yale ambao wanatembelea bei kali, kwa sababu sila kwa kile gani la serikali yapunguzwe magari, angalau mtu atembelee na gari la milioni hata 100. Hizo 300 wachukue wanunue matrekta. Trekta moja na bei inakuwa kama ina usawa wa milioni 50. Trekta nzuri kabisa, milioni 50 trekta unapata na jembe lake, ukagawa kwa wananchi, itakuwa ni kheri sana na tutakuwa tumebadilisha. Chukulieni mfano Burkina Faso. Burkina Faso alipoingia Ibrahim Traore alipoingia katika uongozi wake, yeye hakutaka kuchukua pesa kununua magari mazuri, hakutaka kuchukua pesa akanunua manini, yani alichukua pesa kwanza akatengeneza vyanzo vya vyakula Tanzania nchini kwake. Sasa hivi walipewa msaada na watu wa nchi za nje, lakini kwa sasa hivi ukiangalia yeye Ibrahim Traore kaweza kutengeneza sasa hivi maeneo ya chakula, kalima, trekta kapewa wananchi, kila kitu. Sasa hivi wanavuna ngano, wanavuna mpunga tani na matani. Wao sisi Tanzania tuna haja gani tena kupokea vyakula nje feki? Tunaletewa, tunaenda kulisha wanafunzi wetu mashuleni. Mama Suluhu Hassan, tufanywe kazi hili. Pia kingine tunataka tusikie kwa kwamba nchi yetu iwe nchi ya dhahabu, kwa sababu nchi ina dhahabu. Tunataka tusikie ina akiba ya dhahabu, pia madeni yalipwe. Nchi yetu inajiweza hata kuliko Burkina Faso, lakini viongozi vitu mnavyofanya visivyo. Asanteni sana.